kwa kutualika na kuwa pamoja na wewe katika tawi hilo, ili tutoe dukuduku zetu na tuwaambie ukweli wa Tanzania, washabiki na wanachama na duniani kote ambao wana mapenzi na Simba, Leo mimi nimejitokeza kuwaweka wazi washabiki na wanachama duniani kote ambao wana mapenzi ya dhati na Simba. Mimi kwanza, kuna kundi la wahuni, wasaliti na wanayohujumu Simba. Wanaohujumu Simba ambao wako kwa ajili ya maslahi yao binafsi, sio kwa kuitetea Simba. Hawana mapenzi yoyote na Simba, ni wasaliti tu ambao wana mkono mkubwa katika kuidondosha klabu ya Simba kuliko hao viongozi ambao tunalalamikia. Leo tumetokeza hapo, tunaeleza ule ukweli. Sisi tuna mapenzi ya dhati na tunaumia. Na unajua waandishi, kuna wengine wako wanyonge ambao ni wapenzi na washabiki wa Simba, lakini wanashindwa kuongea. Wanatutegemea watu kama sisi ambao tuwafikishie ujumbe, hawapati fursa hii. Kwa hiyo tunawatetea wanyonge pia ambao wanaipenda Simba yao kwa dhati na wanaumia. Lakini kuna washenzi hao wengine ambao ni wasaliti, wanaihujumu Simba yetu. Na wataja, kuna daktari anajiita daktari wa mchongo, kuna JB 64, kuna Mnandi na baadhi ya wengine. Yani hata nasikia aibu kwa taja, nasikia aibu. Wasaliti wakubwa wa Simba. Sasa mimi leo naweka kila kitu wazi. Leta baba. Na kama jibu la nilikuwa. Mimi niliungwa kwenye grupu ya Simba Influencers Real. Nisikilizeni wa Tanzania na washabiki wa Simba duniani kote. Huo ndio ukweli. Na leo naweka wazi, mwenyekiti, naweka wazi. Mwaga baba. Nilivyojiungwa kwenye grupu ya Simba Influencers, nikaenda kwenye group information nione, je, kuna watu wangapi ambao wako kwenye hiyo grupu. Nikaona kuna wengine ni machawa kwenye grupu. Awali ya yote nikatuma message ya kwanza kwa huyu daktari wa mchongo, mnafiki mkubwa, kwamba wewe umeniunga kwenye grupu lakini mimi nimenyoka. Mimi siko kama leo wewe utazungumza hicho, kesho utazungumza hicho kwa ajili ya maslahi yako binafsi. Mimi siko hivyo. Hiyo message ya kwanza nikaituma kwenye group. Baadaye nikatuma message ya pili kwamba kwenye hiyo grupu nilivyoona kuna machawa. Wakaanza kuniambia kwamba, Muhindi, kwa nini unasema kuna machawa? Unajua kuwa machawa sio kwamba labda unalipiwa nauli au unapewa hela. Unaweza kuwa chawa ukatumika kwa kuidhoofisha Simba, au unatumika na upande wa pili. Lakini huwezi kufanya hilo bila kuwa na maslahi yako binafsi. Baada ya hapo wakaniondoa kwenye grupu. Baadaye kuniondoa kwenye grupu, admin alikuwa huyu
mnafiki huyu, mtapeli huyu. Nani huyo? Dr. Mo anajiita Dr. Mchongo, hata vyeti hana. Nikampigia simu nikamwambia, kwa nini umeniondoa kwenye grupu? Kwa vile nimeandika hayo? Basi bana Muhindi, usiwe na wasiwasi, nitakuunga. Kaniunga tena kwenye grupu. Alivyoniunga kwenye grupu ikaja message kwamba kuna mkutano wa ma-influencer kesho saa 5. Atakayekuja ni mwenyekiti wa wanachama wa klabu ya Simba. Nani huyo? Murtaza Mangungu. Basi mimi nikaenda kwenye mkutano, nikasema nijue yanayotokea. Nilivyoenda kwenye mkutano nikakuta hao baadhi ya machawa hao na mzee wangu Malinyi na mwenyekiti alishakuja pale. Nikakaa. Unajua hicho waandishi na wana Simba nachoongea, Mungu wangu ni shahidi wangu, sipindishi hata neno moja. Sema baba. Mungu ni shahidi. Sema baba, sema. Sema baba. Baada ya mimi kukaa, mwenyekiti akaanza kuwaongelea wachezaji wetu kwamba wachezaji wetu wengine wanafanya maovu, wengine wana wanawake wanatembea nao, wengine wanalewa. Mimi nikawa kimya tu nawasikiliza. Unajua waandishi walivyooneka kwenye grupu, wakaona kwamba huyu Muhindi tutamteka au huyu Muhindi tutambadilisha, atakuwa upande wetu. Lakini la hasha, siwezi kufanya hivyo. Leo mimi siwezi kusaliti watu ambao wengine wanaumia, wanapoteza maisha zao kwa ajili ya Simba. Mwenyekiti, wengine wanapoteza maisha, wanakufa. Tunaona watu wanazirai uwanjani, timu yetu inapofungwa tunaona kwa macho yetu. Leo upumbavu huo siwezi kukubali mimi. Baada ya mwenyekiti kumaliza kuwasema sana wachezaji, nikanyosha mkono nikasema, mwenyekiti, mimi nataka kuongea. Kwa kuongea nataka nikuanze na kukuuliza maswali. Nikaambia mwenyekiti, wewe uko katika wadhifa wa kuwa kama mwenyekiti wa klabu, una muda gani? Kama sio miaka 4 unamalizia? Je, katika hiyo miaka 4 Simba inaporomoka, Simba haijachukua ubingwa, ulituita? Kwa nini ulikaa kimya? Je, kwa maslahi yako binafsi? Namwambia live, naongea naye na hao machao wake wapo. Akaniambia kwamba kama mimi sijakuita si ungenitafuta. Nikamwambia mwenyekiti, wewe kila wakati unaniona kwenye mtandao na kukataa, message zangu unazipata. Ilikuwa wewe kunitafuta mimi. Lakini cha kushangaza sana kwamba leo mwenyekiti wa klabu baadaye kuitisha mkutano wa dharura, awaite wanachama wa Simba ajadili hilo swala. Kwa nini unawaita ma-influencer, wanajiita influencer ambao ni watu wachache 10-11 katika wanachama labda tunao 3,000, 4,000, 5,000? Mwenyekiti, tuna wanachama wangapi? 15. Sasa kwa nini unawateua watu 10? Hao ni wahuni.
Wewe hao watu umewaitia kwa sababu unajua utawamudu. Kwa bahati mbaya uliniita na mimi, yani ulibugi. Yani ulipotea mwenyekiti. Nikamuuliza kwamba nikuulize swala lingine, kwamba kwa nini siri za Simba zinavuja? Leo jezi zilivuja za Simba, wachezaji ambao labda tunawataka sisi wanaenda upande wa pili. Hii inatokana na sababu gani? Kanijibu kuhusu jezi tu, na nachosema na mnukuu mwenyekiti ambacho amenijibu. Ananiambia hizo jezi za Jairuti sisi viongozi hatuhusiki, anayehusika ni Jairuti. Kwa hiyo kama jezi kuvuja, moja kwa moja mhusika ni Jairuti. Sasa nikajiuliza kwamba kama kweli Jairuti anashindwa kudhibiti jezi zinavuja za klabu ya Simba, anaweza kuwa yani mwekezaji katika Simba? Anastahili kuwa? Kitu kidogo kimemshinda. Baada ya nataka kuendelea kumuuliza maswali, hao machawa wakanibloko. Wakanambia, Mwindi bana, usiendelee, wewe acha. Kama kuuliza zaidi utauliza mkutano mwingine. Nikasema hapana, mimi nataka acha tu. Tutajadili kwenye mkutano mwingine. Msema lini ulikuwepo? Yeah. Baada ya kumuita Mo. Wakasema basi nitamuita Mo upande wa pili, tutaitisha mkutano tena. Tutaitisha mkutano tena. Mpaka leo huo mkutano haijatishwa wala Mo hajajitokeza. Baada ya hapo, baada ya huo mkutano, waandishi nisikilizeni. Baada ya huo mkutano kuna machawa wananiambia, Mwindi, kwa nini ulikasirika? Kwa nini ulikuwa na mfoka kwa mwenyekiti? Nikaambia, sikilizeni, nie kama mliamua kuniita, msinipangie kwamba nimeongea hivi au hivi. Mimi ambacho nilitaka kumuuliza, nilichotoa nataka kuongea, nimeongea naye. Kama mlitaka ninyamaze kimya, msingeniita. Wakajua huyu Mwindi asomeki. Huyu Mwindi ashakuwa mwiba. Baada inaona na leftishwa grupu tena. Mara pili hiyo sasa. Nikampigia simu huyu mchongo, huyu mtapeli, huyo mnafiki mkubwa. Nikimpigia simu hapokei simu zangu. Nikawapigia simu ambao watu walikuwa kwenye grupu hiyo ya ma-influencer. Nikamwambia, jamani, hebu muulizeni huyu ana madaraka gani bila yani kuniondoa kwenye grupu bila kuwasiliana na nie, kwamba je, Mwindi kafanya nini? Mwindi amekosea nini? Wakanambia, bana, tutakupa mrejesho, tutaongea naye. Mpaka leo kimya, hamna mtu so wote niliwapigia, wote machawa na wote wana maslahi yao binafsi. Baada ya hapo, Watanzania nisikilizeni hiyo sasa, washabiki wa Simba na duniani kote, saa 7 usiku, juzi saa 7 usiku, napigiwa simu na huyu muhuni, huyu mroho pesa. Nani huyu muhuni huyu ambaye anajiita mchongo daktari? Nani huyo?
Dr. Mo anajiita, ananipigia simu mimi saa 7 usiku, ananiambia, Muhindi, kesho usiongee, kesho nisiongee. Wewe kama nani? Wewe ni nani kunizuia mimi nisiongee? Sisi polisi watakuja watakushika. Kaambia, umechokoza nyuki. Nikamwambia, unasemaje? Sasa mimi nakwambia hivi kwamba mimi nitakuchafua, nitawaambia washabiki wangu wa Simba ambao ni washabiki wa dhati na ambao hawapendi makando kando kwamba wewe ni mnafiki, wewe ni msaliti mkubwa katika Simba. Nitakuweka wazi. Wewe uko kwa ajili ya maslahi, ukipewa hela leo utaongea hiko, ukipewa hela kesho utaongea hivyo. Na nitakudhalilisha. Nikakata simu. Nilivyokata simu, nikaona kwa ajili ya usalama wangu ni muhimu sana niripoti kituoni. Nikaenda Central. Nilivyoenda Central, nashukuru wameniheshimu sana na wamenikaribisha vizuri sana. Nikaonana na OCCID, ofisa pelelezi, kanikaribisha vizuri ofisini kwake. Nikamwambia, mheshimiwa, mimi nimekuja kuripoti. Kuna mshabiki moja amenipigia simu, ananiambia kwamba kesho polisi atanishika nikiwa na hojiwa. Je, sina haki ya kuhojiwa kama Mtanzania, kama mshabiki wa Simba? Mimi na haki hiyo. Akanambia, Muhindi, wewe nenda ongea unachotaka. Ongea unachotaka na hiyo namba yangu. Mtu akija kukugusa nipigie. Basi mimi nikaondoka pale, nikaja waandishi waliniambia kwamba watakuja kaburi moja pale Posta. Na mimi baadaye kutoka kituoni nikaenda kaburi moja pale. Pale tulivyoenda waandishi walikuwepo, na mzee Malini alikuwepo, Pacha alikuwepo, watu tulikuwepo pale ambao tunataka kuhojiwa. Wakati tunataka kuhojiwa, ikaja Land Cruiser ya polisi. Akashuka OCD mwenyewe. Akatuambia, je, mna kibali? Tukasema kibali hatuna. Kwa hiyo tukaacha swala la kisheria kwa sababu walitaka kibali hatuna. Tukaondoka pale na tukaenda kufanya hiyo presi sehemu nyingine. Kwa hiyo hayo kadhia yote yametokana na sisi kuipigania Simba yetu, na tutaipigania Simba yetu mpaka kufa kwetu, mwenyekiti, mpaka tupe kwenye kaburini, tutaipigania Simba yetu. Hatutakubali mtu aisaliti Simba. Sasa mimi nije upande wa mwekezaji. Leo hawa watu wahuni wanajitokeza, wanasema Mo hafai. Na hawa watu sio wameamua wenyewe, wametumwa. Yaani wameshawishiwa kwamba wamwongelee Mo mabaya kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Sasa huyu aliyewatuma na hao wahuni, ni waulize swala moja.
kwamba Mo alivyotangaza kwamba ametoa bilioni 87 katika klabu ya Simba, kuna yote alijitokeza kupinga hilo swala, mwenyekiti? Juzi kwenye mkutano mkuu bajeti inasomwa kwamba Mo ametoa bilioni 6. Jamani, washabiki wa Simba sikilizeni hiyo. Hao ni wahuni, wanawapotosha. Wanasema Mo ametoa bilioni 6. Je, kwenye mkutano mkuu amepinga mtu kwamba Mo hajatoa hela? Sasa leo mnakaa mnamwimba Mo kila wakati, hatoi hela. Nini ndio mnatoa hela? Labda nimuulize mwenyekiti wa wanachama kwamba yeye amechangia nini katika klabu ya Simba? Au usajili anaufanya nani? Hiyo kempu na gharama zote analipa nani? Sasa kwa nini leo mnakaa mnataka kumchafua mwekezaji wetu? Leo Jairuti tu ameshindwa kuleta basi toka Novemba alituahidi. Kwa hiyo nawaombeni, badilikeni, acheni tamaa, acheni njaa. JB 68 acha njaa, we Mchongo acha njaa. Huo ndio ujumbe wangu. Asanteni.